Sasa kwa siku ya leo tutazungumza zambi na matokeo yake. Aya, tutasoma hapa kwa kitabu cha Samueli wa pili, sura yake ya 11. Tutaanzia kwa mstari wa pili, tushuke hapo chini kidogo. Inasema hapo hata kwa mstari wa 8 hivyo tunaweza kurudilia hapo. Inasema hivyo, ikiwa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya nyumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anakoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana. Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninaitwa mchungaji Dismasi. Tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa la Philadelifia. Na kwa siku ya leo Mungu amekubali tena tupate kuzungumza kwa ajili ya neno lake. Sasa tunashukuru mbele ya yote watufuatilia hapo, watuombe hapo, watusaidie hapo kwa njia mbalimbali, hata kwa hali ya mashauri. Mungu awabariki. Tutazungumza neno la Mungu. Kichwa cha neno kinasema kama zambi na matokeo yake kwa mwanadamu. Zambi na matokeo yake kwa mwanadamu. Nikiwaza kama tumeitwa watu wa Mungu, tukiitwa wa Kristo, kuna kitu kimoja kiambaye Mungu anakikataa tangu mwanzo wa aliumba ulimwengu. Kinaitwa zambi. Zambi nafananishwa na nini? Zambi nafananishwa na kitu ambaye Mungu hataki sisi wanadamu tunakifanya. Wakati tunakifanya kinaitwa zambi. Kuna kuwa kitu kingine kia pili hapo, wakati atutie amri ama shurti za Mungu. Wakati atuzitii, nayo vile vile vinaitwa zambi. Sasa hiyo zambi ni chukizo mbele ya Mungu. Zambi ni maharibifu mbele ya Mungu. Na inatufaa sasa kwa maisha yetu ya Kikristo tujue zambi na matokeo yake. Zambi imetutenganisha na Mungu. Zambi inaweza kutuma ushirika wetu na Mungu auende tena vizuri. Zambi inaweza tuma siku moja tukose ufalme wa mbingu. Sasa kwa siku ya leo tutazungumza zambi na matokeo yake. Aya, tutasoma hapa kwa kitabu cha Samueli wa pili, sura yake ya 11. Tutaanzia kwa mstari wa pili, tushuke hapo chini kidogo. Inasema hapo hata kwa mstari wa 8 hivyo tunaweza kurudilia hapo. Inasema hivyo, ikiwa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya nyumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anakoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana wa kupendeza machoni. Naye Daudi akauliza habari ya mwanamke, ya ule mwanamke. Mtu mmoja akasema, huyu siye Betsheba binti wa Eliaumu mke wa Oria? Daudi akapeleka wajumbe, akamtwala naye akaingia kwake, akalala naye, maana ule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba, akamwambia Daudi, akasema ni mjamzito. Daudi akapeleka kwa Yoabu, akasema nipelekee Uria Mhiti. Naye Yoabu akapeleka Uria kwa Daudi. Uria alipomwendea Daudi alimuuliza habari ya Yoabu na habari za watu na habari za vita. Daudi akamwambia Uria, haya, shuka nyumbani mwako ukanawe miguu yako. Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme katika nyumba ya mfalme akampa vyakula. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme pamoja na watumishi wake wote bwana wake. Akashuka nyumbani kwake,
akushuka nyumbani kwake. Watu walipomwambia Daudi ya kwamba Uria akushuka nyumbani kwake, Daudi akamwambia Uria, hukutoka safari? Mbona au kushuka nyumbani mwako? Naye Uria akamwambia Daudi, sanduku ya Israeli na nyumba ya wana kibandani na bwana wangu wamepiga kambi waziwazi, wamepiga kazi waziwazi, nami niende nyumbani kwangu kula na kunywa na kulala na mke wangu uishivyo, na kulala na mke wangu uishivyo kama roho yako ilivyo, mimi sitafanya jambo hilo. Tunaweza kusimamia hapo. Bwana asifiwe. Tunasema tutazungumza kwa neno kusema kama Zambi na matokeo yake. Sasa hapa tunasikia habari ya mfalme alikuwa anaitwa Daudi. Tunajua kama yeye ndiye mfalme wa pili katika urithi ufamilia wa Israeli. Sasa kulikuwa siku moja Daudi alikuwa jeshi lake lilikuwa katika vita wakipigana na Wamoabu. Lakini ilifika siku moja magharibi, Daudi akatoka nyumbani akapanda juu ya etaje. Kwa hiyo kupanda juu akakuwa anatembea hapo juu, lakini neno nasema macho yake kapiga hapo chini, akaona mwanamke mwenye alikuwa amekoga. Akampiga macho, akaona huyo bibi ni mzuri sana. Na wakati alipomuona kama ni mke mzuri, tamaa ikamuingia hapo kama vile mwanadamu. Akaita watu na kuwauliza juu ya huyo mwanamke. Lakini wakati alipowaita, mmoja akampa jibu asema, siye Betsaida, sio Betsheba binti wa Elaumu mke wa Uria Muhiti. Daudi akasikia hiyo, akamfahamu vizuri, na huyu Uria alikuwa jeshi katika kikundi cha Israeli, walikuwa katika vita. Sasa Daudi akatuma wamuitie na huyu mwanamke Betsheba. Wakati walimleta hapo, alikuwa na mpango yake ye mfalme. Bibi alikubali mwaliko, kasema acha nisikie kitu mfalme ananitia. Wakati alifika kwa mfalme, hakukuwa jambo lingine, kwa kuwa mfalme alikwisha kutayarisha mpango yake. Alimwangusha katika tendo la uzinifu, na kwa kumwangusha kwa hiyo tendo la uzinifu, bibi alikuwa kurudi. Wakati alirudi baadaye, akajisikia kama amekuwa mjamzito, na kwa kuwa kwake mjamzito, alikuja tena kwa kuvielezea Daudi. Wakati alieleza mfalme kusema kama amekuwa mjamzito, na mfalme alikwisha kujua kama ni mke wa Uria, na Uria ni mjeshi katika kikundi cha Waisraeli wiko katika vita. Sasa ilikuwa neno ngumu kwa mfalme. Yeye aliwaza tu amefanya hiyo tendo, lakini hakutakuja matokeo yake. Wakati aliposikia kama amekuwa mimba, mfalme akufurahisha na hiyo, aliuzika. Nikiwaza akipanga mpango yake, alianza kutafakari kama vile mpango. Zambi wa ndugu, zambi yabidi tujilinde katika zambi. Kitu kinachafua dunia kwa leo ni zambi. Kitu kimechafua sura ya kanisa ni zambi. Kitu kimechafua sura ya watumishi wa Mungu ni zambi. Na kitu kenye Mungu alituita kama tunaweza kuwa watumishi wake, kenye Mungu anatuomba tuwe kielelezo. Huyu alikuwa mfalme na alikuwa angepasha kuwa kielelezo katika wana wa Israeli. Alipofanya hiyo zambi, alifanya nini? Kusikia kama mke wa Uria amechukua mimba, akawaza kama mwanadamu ama shetani akamtumikisha tena zaidi. Sasa leo na kesho ikajulikana kama mimi ndio nilimbebesha mimba, yatakuwa aibu kwangu mimi mfalme. Akatuma ujumbe kwa nani? Kwa Ahabu, mkuu wa jeshi. Wakati alituma hapo ujumbe ya kwamba amemtaka Uria, Uria alikuja. Wakati alifika mbele ya mfalme, mfalme akamuuliza habari ya wana wa Israeli, akamuuliza habari ya Ahabu, akamuuliza habari za vita kwa mahali walipokuwa. Uria yote akamueleza mambo gisi yupo. Na gisi kwa kumueleza kwake, mfalme akampa chakula, akampa na vinywaji, akanywa akalewa. Akamwambia sasa wewe ndio pumzike kwako, kanawe miguu. Lakini yeye akaondoka kwa nyumba mfalme. Kufika hapo mlangoni kulikuwa walinzi wamelala hapo. Uria akwenda nyumbani mwake, akalala na wenzake hapo. Wakati alilala hapo, asubuhi
au walinzi wakabeba raporo kwa mfalme kumwambia kama Uria ulimwambia ende alale nyumbani, lakini hakwenda nyumbani, tulilala naye hapa pamoja mali tupo. Na sasa mfalme akasikia tena hiyo habari, akamuita. Wakati alipomuita akamuuliza hizo habari, yaliendeka namna gani? Wewe haukutoka vitani? Wewe hauchoke? Si nilikupa ruhusa uende kwako ukapumzike? Naye akasema, ngisi uishivo mfalme, nalijisikia kwangu haiwezekani mimi kwenda kulala nyumbani mwangu na nijifurahishe na mke wangu, na jeshi letu wa ndugu wetu wana wa Israeli wiko katika vitani, na wagisi niliwaacha vita iko nzito hapo. Sasa kwangu mimi nisikia ni mazito mimi kwenda kujifurahisha na mke wangu, ndio sababu nililala mahali hapa. Mfalme akasema, ni hivyo, haya basi hakuna shida. Lakini kwa roho ya mfalme akufurahishwa na hiyo, juu yeye alikuwa na mpango wake kusema wakati atampa ruhusa kwenda kulala na mke wake, atafika hapo nyumbani, uko nyumbani ndio kutakutoka nini, akisha lala na huyo mke, watu watakuya kusema kama alibeba hiyo mimba, mke alichukua hiyo mimba wakati mume wake alitoka vitani akakuja kumkuta hapo. Lakini Mungu akupenda ikuwe hivyo. Sasa mfalme akamwambia, wewe baki hapo. Akaendelea tena kumpa chakula, akampa tena vileo, lakini Uria hakwenda kwake nyumbani, akabaki hapo hapo. Sasa mfalme akafanya nini? Kwa akili yake, kila wakati tumefanya zambi, shetani anatuletea mawazo na mafikiri ingine isiyo stahili. Anatudanganya tufanye zambi na anatuletea mawazo ingine ya ubovu tu. Atupatia hata shauri nzuri. Mashauri yake ninafikia tena kwa lengo ya kutupatisha haya. Bwana asifiwe. Sasa mfalme akachukua mpango kusema kama nitafanya nini hapo. Kenye nitafanya ni kuandika kibarua. Akaandika kibarua, na wakati aliandika hiyo kibarua akasema neno gani? Akaandika ndani ya hiyo kibarua kuambia mkuu wa jeshi Ahabu, sasa nimemtuma Uria hapo, umkamate umutie kufasi ya kwanza mali vita iko kali sana, ndio umutie hapo, na kenye nataka hapo kwa vita iko kali auawe tu. Uria akampa hiyo barua. Sijui watu wa zamani walikuwa na utaratibu na hekima, akufungua hiyo barua njiani, akuangalia hiyo barua njiani, akaenda mpaka lengo yake kufikia kwa mkuu wa jeshi Yoabu. Akampa hiyo kikaratasi, Yoabu akafungua akasoma, na wakati akisoma inastahili atii shauri ya mfalme ama neno ambaye mfalme anasema. Biblia inatuambia nini? Akachukua Ahabu hiyo Uria akamtia hapo nafasi ya kwanza kwa ngambo ambaye vita ilikuwa zaidi. Na wakati vita ilikuwa ngumu sana, mtu wa Mungu Uria akauawa. Wakati aliuawa, habari kakuja huko kwa mfalme. Mfalme aliposikia hiyo habari kusema kama Uria amefariki, hayupo tena, alifanya nini? Mfalme akafanya nini? Kwa akili yake tu, shetani akaendelea tena kumtumikisha tena zaidi na zaidi. Wakati Uria mke wake alifanya kilio kisha pita, haya iko hiyo mimba, Daudi akafanya nini? Akaona sasa, anasema huyu bibi ana tena hukumu, na hata nimemchukue mtu aweze tena kunihukumu kwa ajili yake. Akachukua huyo mke akamweka kama kwa vile mke wake, akabaki naye nyumbani mwake. Bwana asifiwe. Sasa hapo Daudi akabaki na huyo mke. Wakati waliobaki na huyo mke, kukija sasa neno hapa kwa mstari wa 11 tutasema naye 12, naye Daudi akamwalika. Ilikuwa mambo ya Uria hapo, au tuseme hapo 14. Hata ikiwa asubuhi Daudi akamwandikia Yoabu, ya kuandikia Yoabu waraka aupeleke. Akaandika katika waraka wake kusema, mwekeni Uria mbele ya watu penye vita kali, kisha ondokeni muache ile apigwe akafe. Ndio ilikuwa mpango ya Daudi hapo. Sasa akafanya hiyo usujaa wake. Tunaweza kusema kama ni usujaa kwa leo. Kila wakati tunafanya zambi, mtu ajitambo wake anajioneshaka tu kama yeye iko sujaa, na anaendelea tu kuongeza mipango mabaya. Hawezi kusema nirudilie hapa,
alichukua mke wa mwenzake akamfanyisha tendo la uzinifu. Kisha kumfanyisha tendo la uzinifu akafanya nini? Akapanga tena mpango ya kuchukuisha mume wake. Na wakati alipouisha mume wake, akaona kama mambo yake imefaulu. Na hakuna kitu kinaweza kufaulu mbele ya Mungu wakati tumefanya zambi, wa ndugu. Mungu sio mwanadamu apate kukufanya nini? Kupaga mafuta mahali maovu imefanyika. Yote David akafanya, lengo lake ilikuwa kusema nini? Uria afe na yeye achukue mke wa Uria. Na akisha kuchukua, na mambo yao itaendelea sawa. Sasa tutakia kusoma hapa kwa kipindi cha pili hapo, Samueli wa pili sura ya 12. Mstari wa 1 mpaka kwa 7. Tunasema hapo neno natuambia nini? Kasirani ya Mungu kwa mtu mwenye zambi. Kasirani ya Mungu kwa mtu mwenye zambi. Kila wakati dunia tunafanya zambi, watu wa Mungu tunafanya zambi, lakini ujue wakati umefanya zambi kwa hali ya kufichika, kwa hali ya usiku, kwa hali ya kusema kama watu wasinione, lakini Mungu ye anakuona. Hakuna gisi tunaweza kumfichika Mungu. Popote tuendapo, yoyote tufanyapo, Mungu anatuona, wa ndugu. Sasa hapo kasirani ya Mungu nayo inakujaka shuka kwa ajili ya mtu mwenye amefanya zambi. Usiwazi wakati umefanya zambi na Mungu atakufurahia. Mungu anakukasirikia, na wakati anakukasirikia anashusha kasirani yake, anashusha pigo lake, anashusha laana kwa mtu mwenye zambi. Yatustahili sisi wenye kuomba Mungu, sisi wenye kufanya kazi ya Mungu, tujiepushe na zambi. Sasa siku za leo tunaona nini? Tunaona kama zambi inakuwa kwa fasi ya kwanza kwa ulimwengu. Watu hawaogope tena zambi. Kanisa la Bwana liogope tena zambi. Watumishi wa Mungu hawaogope tena zambi. Zambi si faida kwetu. Zambi imeleta laana. Zambi imetutenganisha na Mungu. Zambi itatuma tusione ufalme wa mbingu. Zambi inatuma ahadi za Mungu kwetu azitimilike. Inakuwa kizuizo kwetu, wa ndugu. Sasa shauri yetu kama vile kanisa, tujilinde zambi. Shauri yetu kama vile kanisa, tufanye tuogope zambi. Bwana asifiwe sana. Tutasoma hapa. Zambi na matokeo yake. Hata kuna watu ambayo wamesema nini? Acha nifanye zambi, kesho nitaenda kutubu. Na hiyo injini na kuwaka na pigo zaidi. Juu umejua kweli, umeacha kweli, umefanya zambi kwa kukusudia kama utaenda kuomba Mungu msamaha. Papa kuko hata ukiomba msamaha, laana inaonekana. Acha tusome hapa tusikie. Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 1 mpaka kufikia kwa 7. Tunasema kasirani ya Mungu kwa mwenye zambi, ama pigo kwa ajili ya zambi. Ndipo Bwana akatuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Umoja alikuwa tajiri, wa pili alikuwa maskini. Hiyo ni neno la Mungu kutuma Nathani kwa Daudi. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ngombe wengi sana. Bali yule maskini hakuwa na kitu, ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye anunua kwa kumlea. Hata mgeni alifikia huyo tajiri, naye akaacha kutwala kondoo na ngombe zake, akaenda akachukua yale kondoo moja wa maskini. Hapa Mungu sasa alipoona zambi ya Daudi, mpango yote alifanya na kufikia mwisho wake, kuchukua mwanamke wa Uria na kumweka kwake nyumbani. Huyo mama alikuwa mimba ilikuwa haijazaliwa hapo. Sasa wakati mke alikuja, Mungu akanyamaza. Daudi akaona kama amefanikiwa. Daudi akaona kama hakuna mtu alijua zambi zake. Iliyofuatilia sasa ni nini? Matokeo ya zambi, pigo ya zambi kwa mwanadamu. Haya, ama hasira ya Mungu kwa mwetu mwenye zambi. Mungu akatuma sasa mtumishi wake. Watumishi wa Mungu wana faida kwetu sisi kanisa. Watumishi wa Mungu wamesimamia Mungu hapa chini ya jua. Watumishi wa Mungu pale Mungu hawezi tena kuja kujitetea hapo. Ametumikisha watumishi wake. Mungu akatuma sasa huyu nabii alikuwa ameitwa Nathani. Akaondoka. Akaenda kwa Daudi. Naye akamwendea akamwambia,
palikuwa watu wawili katika mji. Akaongea naye kwa kitu kinaitwa hiki mfano. Palikuwa na watu wawili katika mji. Mmoja alikuwa tajiri na mwingine alikuwa maskini. Daudi amtega masikio, na huyu tajiri alikuwa na kondoo nyingi na ngombe nyingi sana. Lakini huyu maskini alikuwa na kondoo moja tu ambaye alinunua tena kwa mtu mwingine kwa kuiweka kwake. Hiyo kondoo yake moja alikuwa anaipenda sana. Alikuwa anachangia nayo, na wakati anaenda lala, hiyo kondoo yake alikuwa anaitia kifuani. Kwa kuwa alikuwa anaifurahia sana. Sasa huyu tajiri mwenye alikuwa na kondoo nyingi na ngombe nyingi akatembelewa na mgeni. Ndio hapo Biblia inatuambia hivi ndugu, wakati alipotembelewa na mgeni, pale aye kuchukua kwa hiyo nyingi zake kondoo ama ngombe atengenezee huyu mgeni, aliacha hizo zake alikuwa nayo. Na akafanya nini? Akaenda kwa huyu maskini ambaye alikuwa na kondoo moja tu, akaimnyang'anya na kuchukua hiyo kondoo yake moja, akuja kutengenezea huyu mgeni wake. Daudi aliposikia hiyo fumbo akasirika. Wakati aliposirika akamuuliza, sasa hawa watu wiko katika nchi gani? Kwa hii nchi ya wana wa Israeli? Nathani akasema ndio. Daudi akasirika. Sasa ninasikia moyo wangu imeuma sana kwa mtu ambaye alitenda neno kama hivyo. Kama mimi mfalme wa Israeli, huyo tajiri hastahili kuwa tena, kwa kuwa alitenda mambo ya ubovu. Nathani akanyamaza, akamwangalia. Mfalme, umesema nini? Asema, mimi nimeuzika sana, na kwa kama vile mfalme wa Israeli, tendo ambayo huyo tajiri aliyefanya kwangu mimi hastahili tena kuishi. Inastahili auawe, kwa kuwa alitendea maskini tendo sio kuwa vema. Sasa Nathani akasema, sasa mfalme, huo mtu si mwingine, huo mtu ni wewe. Akamvumbia hiyo siri. Daudi akastuka, akashangaa, mimi nimefanya nini? Akamwambia hivyo, akamfasiria sasa hiyo fumbo ya neno Mungu aliyemtuma, ambaye tunasema hapo kasirani ya Mungu kwa mwenye zambi. Mungu akamwambia, wewe uko Nathani akamwambia, wewe uko mfalme wa wana wa Israeli. Na kwa hii wana wa Israeli kuna wanawake wengi katika nchi. Kuna wabinti wengi katika elfu na elfu katika nchi. Na wewe ndiye mfalme wao. Ukitaka unaweza kuchukua wadada wote wanakuwa wake wako. Lakini uliacha hiyo njia. Unaenda umechukua mke wa Uria. Na wakati ulipochukua mke wa Uria, ukauisha Uria katika vita. Sasa kwa tendo kama hiyo, Mungu amekuzikia sana. Daudi akastuka ndugu. Matokeo ya Zambi. Daudi akashangaa, akasema alikuwa anawaza kama neno hili ni kwa mtu mwingine. Aliwaza kama tendo yale alifanya haitajulikana. Lakini yoyote tufanyapo chini ya jua, nasema ikiwa kwa usiku, ikiwa kwa mchana, ikiwa chini ya bahari, ikiwa ndani ya nyumba, mahali watu wakuone, Mungu ametuona sisi wote ulimwengu nzima. Sasa tuogope zambi. Daudi alihuzunika. Daudi akalia. Nathani akachukua safari yake akarudi zake, kwa kuwa amemaliza ujumbe wake. Daudi akavaa magunia, akaenda mahali matakatifu, akalilia Mungu. Akalilia Mungu. Daudi akakataa chakula. Daudi akakatala chakunywa. Daudi akakatala mambo yote ya kumfurahisha. Sasa huyu mke alikuwa amekwisha kuzaa. Mke Uria alikuwa amekwisha kuzaa mtoto. Haya, alikuwa ameangalia bebe wake kama vile ni vizuri. Akalala chini Daudi. Siku ya kwanza akalia. Siku ya pili akalia. Kufika siku ya tatu, Nathani tena akapata ujumbe toka kwa Mungu. Mungu akamwambia, enda ukutane mfalme Daudi. Umwambie hivi, nimesikia maombi yake. Nimesikia malalamiko yake. Nimemsamehe. Lakini kisu haitatoka katika jamaa lake. Na huyo mtoto ambaye alizaa hataishi. Huyo mtoto atafanya nini? Atakufa. Huyo mtoto atakufa. Nathani akachukua safari, akarudi tena kwa mfalme Daudi. Daudi tena akamuona, akamkaribisha.
Akamwambia ndio, mimi nimerudi tena hapo. Na Mungu amenipa hii ujumbe. Amesema hivi, maombi uliyefanya Mungu ameyasikia. Lakini anakusamee kwa dhambi zako uliyofanya. Lakini anasema hivi, anakusamee lakini upanga hautatoka katika jamaa lako. Na huyu mtoto ambaye ulizaa na mke wa Uria hataishi, atakufa. Nathani akaondoka. Neno la Mungu siongeze ama usipunguze, usifurahishe mwanadamu. Akaondoka yake. Hakuna ingine komentari alileta hapo. Wakati alipoondoka, nyuma yake huyo mtoto akafariki kama vile neno la Mungu lilisema. Wakati mtoto alifariki, watumishi wa Daudi wakaleta habari huko kwa mfalme na kumwambia neno gani? Kusema kama mtoto amefariki. Wakati Daudi alisikia kama mtoto amefariki, akaondoka mahali alikuwa katika maombi. Wakati aliondoka, akawaomba maji ya kukoga. Wakampa maji, akaomba vinyo, akaomba chakula, wakampa chakula, akala. Sasa watumishi wakashangaa, sema mfalme, wakati mtoto alikuwa mzima tulimpa chakula akakataa, tulimpa vinyo akakataa. Sasa mtoto amefariki, ndiye mfalme amekuja tena kuomba chakula na chakunywa. Ikakuwa mchanganyiko hapo kwao. Wakafanya kilio, wakazika mtoto, lakini mfalme akasema yale Bwana alimeruhusu yametimilika. Bwana asifiwe. Yale Bwana, hakuna mtu anaweza kuzuiza kile kenye Mungu anapanga. Sasa sisi tunastahili tu kuogopa dhambi. Daudi alifanya hivi kwa kutamani kujifurahisha, lakini hakujua kama matokeo yake itaonekana. Akaufanya dhambi ya kuua uzinifu, akafanya dhambi ya kuua Uria. Sasa hiyo Mungu naye akumfurahia. Mungu akauzika matokeo, pigo ya hiyo dhambi aliyepata. Mtoto ambaye alizaa na mke wa Uria akafa, na Mungu akamwambia wewe kwa maisha yako upanga hautatoka tena hautatoka kwa jamaa lako. Tunaweza simamia hapa kwa siku ya leo. Sasa sisi tunaishi namna gani? Ninaona siku atuogope tena dhambi. Ninaona siku watu wametamani dunia inajifurahisha katika dhambi. Lakini tangu zamani tulisikia habari ya Sodoma na Gomora. Kenye kilituma Mungu kuharibu hiyo mji ni kwa ajili ya dhambi. Tulisikia habari ya Noa wakati wa Mungu alimpa ruhusa ya kujenga safina. Kenye kilituma Mungu aharibu ulimwengu ilikuwa kwa ajili ya nini? Matokeo ya dhambi. Noa alipima namna kulilia Mungu kwa hali yake yote. Mungu, hawa watu wazuri uliumba, hii ulimwengu nzima uliumba, kweli unairuhusu unakubali kwa kuiharibu? Mungu anasema kwa ajili ya dhambi nitaharibu dunia na vilimio vyote. Sasa siku ya leo unaona kama watu wamekuwa kuona kama furaha yote ni kutenda maovu tu. Vijana wa siku ya leo, dhambi ambayo mko mnafanya itakuwa matokeo yayo iko hapa mbele. Kila mtu wote mwenye kufanya dhambi ajue kama matokeo ya hiyo dhambi iko hapo mbele. Na hiyo dhambi, wakati matokeo ya dhambi inakuwa vita kali, inatuletea laana, inatuletea shida. Ndio sababu ya leo tunaweza kuwaambia kama shauri sisi watumishi wa Mungu, tuogope dhambi. Wateule ya Mungu muogope dhambi. Watumishi wa Mungu muogope dhambi. Kanisa la Bwana tuogope dhambi. Mwache tutende mema. Mwache tuombe Mungu atupe nguvu ya kushinda dunia, ya kushindwa shetani, ya kushindwa hii mili tunavaa. Hivyo vitu vitatu ndio vinatuangusha katika dhambi. Dunia tunaishi ndani, mwili tunavaa, na shetani kila wakati ametufuatilia kwa kutamani kutuangusha katika dhambi. Lakini wakati tunabaki macho, wakati tunaomba Mungu, Mungu atatusaidia na sisi tutashinda dunia. Na wakati Mungu ametuangalia katika ufalme wa mbingu kama tuko watakatifu, tutaomba Mungu na atatupigania katika vita mbalimbali. Tutaomba Mungu na maisha yetu itakuwa mema. Watu wengi wamefanya dhambi juu ya sababu, juu sina kazi, juu sina kitu, juu ya maisha mazito, juu njaa, juu ya hivi. Lakini kwa Mungu hakutakuwa sababu. Mungu awabariki. Na wewe yakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Dunia inachafuka. Na yote machafuko Mungu iko anayaona. Kutakuwa siku ghadhabu ya Mungu itatushikia dunia. Sasa wakati ghadhabu ya Mungu itakushukia, ikukute katika dunia hii, ikukute katika machafuko, utakuwa wa nani? Na wewe ulikuwa Mkristo, lakini umekwisha kuacha dhambi. Umekwisha kuacha Mungu, unaingia katika dhambi. Sasa dunia hii itakufikisha wapi? Rudilia Mungu, tumikia Mungu, fanya kazi ya Mungu na uogope dhambi.
tunashukuru Mungu kwa neno lake. Sasa tutaenda kuomba Mungu. Mungu atusaidie. Atupe tena nguvu ya kushinda dhambi. Mungu atusamee. Matokeo ya dhambi na kuwaka machungu. Matokeo ya dhambi iko mazito kwa mtu ambaye aliyetenda mema, aliyotenda dhambi. Unaweza jifurahisha leo kwa dhambi, lakini ujue hapa mbele laana inaweza kuwa katika jamaa lako. Laana inaweza kuwa katika maisha yako. Laana inaweza kuwa katika uzee wako kwa ajili ya dhambi. Na siku ya leo watu wamekuwa wagumu kutubu dhambi. Wamekuwa wagumu kutubu dhambi. Mungu tunashukuru. Tunasema asante kwa neno lako. Uko Mungu na uko mtakatifu. Ni wewe ambaye uliumba mbingu na dunia. Watu wote yuko katika ulimwengu ni wako Mungu. Waliumbwa kwa uso wako Bwana. Na mpango wako ulipenda tubaki katika dunia hii, tukufanyizie kazi tuwe watakatifu. Lakini siku ya leo shetani ameshawishi watu. Dhambi imetawala ulimwengu zima. Watu wameuana, watu wamesemeana uongo, watu hawana tena upendo, watu wamekuwa wanafiki. Naomba Mungu samee ulimwengu, takasa ulimwengu. Sana sana watu wa kanisa lako, takaswa kanisa lako, watumishi wako watakaswe, Wakristo watakaswe, hekalu lako litakaswe, waliorudi nyuma watakaswe. Utulinde matokeo ya dhambi. Mungu samee watu wamecheza na uzinifu, wamecheza na ulevi, wauaji. Mikono ya watu imechafuka kwa siku hizi. Lakini Mungu usamee Bwana, usamee ulimwengu, usamee tena, urudishe tena watu katika uwepo wako, urudishe tena watu katika chini ya uvuli wako, ukumbatie tena kanisa lako. Utusaidie Mungu tupate kutenda mema. Tunaharibu nguvu za shetani, pembe yote ya ulimwengu yatawale. Wanaokuwa katika nchi watakaswe, wasafishe. Wanaokuwa nyuma ya nchi na watembelee Mungu. Waliofika Europa, waliofika Amerika, wakiacha kazi yako, wakitupa wokovu, wakumbuke tena Mungu. Waondoe katika giza ya shetani. Mkono wako we juu yao kwa jina la Yesu. Wagonjwa waponye, sababu visingizio mbalimbali kwa safari uiondoe Mungu. Roho Mtakatifu atusaidie tena. Tunashukuru kwa neema yako, nasi vile vile tuwezeshe hadi na kila kitu tunaomba kwako, siku moja tupate kuona ufalme wa mbingu. Tuomba kwa machache, kwa mengi utabariki kwa jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki. Sasa tunakuwa na tendo ndogo tunafanya ya kupana namba ya simu. Kazi ya kanisa ni kushauriana. Unaweza nishauria na mimi naweza kukusharia, ama unaweza kuwa na hitaji fulani, tukiambatana wawili watatu tukakiombea, Mungu atatusikia. Sasa namba yetu ni 00788 ine hapo 39 ine hapo kwa mwisho. Ninaitwa mchungaji Dismas. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Siku moja tupate kutana katika ufalme wa mbingu. Asante kwenu. Amani iwe nanyi.